Aya, Dr. Ero, umetuambia already that kuna diabetes inashika watoi kwa sababu pancreas inakosa kufanya job vile inafaa. Yeah, na hiyo setting antibodies ina attack your pancreas. So mwili yako inajikula tu lakini inagonga pancreas. Yes, inagonga pancreas. Yeah. Kuna group ya mbogi wako 30 years pia bado antibodies tena pia zinaichapa hata kama wewe ni mkonde maanisha uwezi kuwa na shida ya sukari. Alafu kuna ile ina affect over 85% na ndio kwa hizo risk factor tulisema mtu mnono anakula vibaya kwao pia kuna hiyo family history, fegi, tei hizo vitu zote. Ero. Mtu mwenye ako home na anashuku anaweza taka kwenda hosi, anaweza kuwa na ugonjwa wa sukari, uagani symptoms gani zimempeleka hosi? Okay. So once your pancreas, kwa Kiswahili inaitwa kongosho. Kongosho. Ghetto ina jina ya pancreas. Lakini jina ya pancreas kwa jina ya pancreas kwa ghetto but ina ile. Kwa sababu bwana si changamke kidogo kongosho pancreas. Yeah. So main symptoms. So pancreas ikisha shindwa kuproduce insulin. Either sababu kwa co-attacked na antibodies na hiyo inaitwa autoimmune process. Hiyo ni kwa watoto ama watu wengine ambao kwa below 40 wembamba. The other option is unaweza kuwa pancreas inatoa insulin lakini insulin haiwezi kufanya kazi kwa sababu ya excess fat tissue. Especially fat ikiwa ipande ya tumbo. So hiyo inafanya insulin haitaweza kufanya kazi vizuri. So hiyo tunaita insulin resistance. So una produce insulin lakini haiwezi fanya kazi vizuri. Insulin ni kama funguo. So insulin unachukua funguo, unafungua mlango, unaweza kuingia kwa room, alafu unaweza kusafisha, kufanya vitu kwa room. So fat tissue ni kama kuweka chewing gum kwa keyhole. Sasa hiyo funguo haiwezi ingia. So na sasa vitu haziwezi ingia kwa room and you cannot do anything. So that's what fat does. So fat ina prevent insulin kufanya kazi kwa mwili. Hiyo inaitwa peripheral insulin resistance. So sukari haiwezi hama kwa fat cells, haiwezi hama kwa muscle tissue na ndio sasa sukari inaanza kupanda. And that is what happens in type 2 diabetes. So obesity, fat inakuwa deposited kwa hizo areas, alafu insulin haiwezi kufanya kazi. Sasa cells za pancreas zinaanza kuchoka. Zikianza kuchoka, zinakufa over time. Alafu unaona percentage of cells ambazo zinabaki inakuwa chache sana. So unapata mtu ambaye ashakuwa diagnosed na sukari, ashapoteza half of the cells kwa pancreas. Alafu baada hiyo kila mwaka anapoteza 4% every year after that. Na hizo cells juu kwa mwili kuna kuagana cells zo urudi zinajirudisha yani. Hizi hiyo kuregenerate. Sasa pancreas ufanye hivyo pia ama ikishakufa ishakufa? So inaweza regenerate at times. So ile wakati ambao sukari iko juu sana, hiyo environment pia kwa hizi cells za pancreas inakuwa very toxic. Inaumiza pancreas. So hiyo ni excess unaita glucotoxicity. So hiyo sukari nyingi sana ina prevent hizo cells kuproduce insulin. Pia excess fat tissue, hiyo tunaita lipotoxicity, hiyo pia inaharibu hiyo environment ya pancreas. So alafu sasa zinaanza kukufa polepole. Lakini sasa sukari kishuka na hii excess cholesterol kwa mwili pia ikishuka, hiyo environment sasa ina improve na cells zinaweza kuregenerate. So unapata na kuna watu ambao wanapatikana ugonjwa wa sukari, tunaanza na sindano saa zingine, alafu tunapunguza sindano, wanatumia tembe, na kuna watu wengine pia wakishafanya mazoezi vizuri, wamechange diet, wameadjust lifestyle yao, hawana stress mob, wameacha kuvuta sigara, pombe na hizo vitu zingine, kureduce mambo ya soda na hizo vitu. Basi unapata hata mtu anaweza kukaa bila kutumia dawa. As long as tu ana monitor sukari yake. So mteja sile na land kwa clinic yako, uaga anasema anasikia aje? So signs and symptoms. Nitaanza kusema the most dangerous thing about magonjwa kama sukari na pressure, unaweza tembea na sukari ya juu hata 20 na utasikia any symptom at all. So unaweza tu na shughuli zako, unapana nganya hivi, naenda tao, nafanya biashara, narudi na happy na usikii kitu. So kuna watu wengi sana ambao wanaenda tu medical check-up, labda sababu mko job ama insurance check-up, alafu inaonekana inapatikana kwa sukari, ama umeenda tu medical camp alafu unapata sukari iko 16 na hata uko na symptoms. Same thing with pressure. Unaweza tembea na pressure ambayo iko juu, na sukari na pressure ni magonjwa ambayo inapatikana, ni brother and sister. Hizo zinaendanga pamoja. So cholesterol, sukari
pressure. Pressure pamoja. Hizo pamoja zinakuja pamoja. Pia unaweza kuwa na pressure ambayo iko juu kabisa na utasikia kitu yote. Lakini symptoms ambao watu wanapata ambao sukari kipanda. Kuchoka. So uchovu. So mtu anasikia kuchoka saa zote. Unasikia thirsty saa zote. Kiu, hata kunywa maji saa zote. Kwenda choo mara nyingi. Kupoteza kilo, kukojoa mara nyingi. Unaamka usiku mara nyingi kwenda kwa choo. Unapoteza kilo. Unapata vidonda ambazo haziponi vizuri, nachukua muda mrefu kupona. Unapata infections frequently, labda unapata homa mara nyingi. Unapata kwa wanawake infection ya mkojo. Abscesses ama boils. Unapata kwa ngozi. Fungal infections pia unapata katikati ya toes. Ama sehemu za siri. Unapata pia unaweza pata rash hapo ya fungus. Pia shida ya kuona pia. Kusikia kizunguzungu. Hiyo pia ni symptoms ambazo watu wa sukari wanapata. Lakini wale ambao wanapata hizi symptoms ni watoto. So most times watoto wakipata sukari, the symptoms are very very obvious. So unapata mtoto sasa concentration shule haizi concentrate. Kila mara anashinda kimbia kwa choo. Usiku halali. Bedwetting kwa watoto. So unaona mtoto ako na wet kitanda, all of a sudden ako 11 12 anaanza kuwet kitanda sababu ya ugonjwa wa sukari. Alafu watoto wanapoteza kilo haraka sana. Unapata tu mwezi mmoja mtu alikuwa 45 kilos ame lose paka 20 kilos within a month. So kwa watoto hizi symptoms zinakuja na most times it's very difficult at least not to pick up in children. Lakini kwa watu wakubwa unaweza pata mtu anaweza kaa muda mrefu kabla hizi symptoms hazijaanza. Lakini sukari kipanda kabisa sasa mtu atapata hizo symptoms. Kuchoka, kukojoa, kiu, kuona hauoni vizuri na vitu kama hizo. Wase mmesikia? Kama unasikia kiu, unashindwa kunywa maji ovyo ovyo, unakojoa ovyo ovyo, macho unaona madimdim, alafu uko na kitambi. Kwanza sababu ulishasikia insulin nikifungua yezi fungua kitambi. Ukijipata tena ukapo na mafuta zimejaa hapa hivi katikati. Tayari lazima uende uchangamkie. Alafu kumbuke pia zile vitu zako tushasema. Kwenyu kuna msee ako na diabetes, unaona? Mafegi, madrink, unapenda kula masukari na matamtam. Hizo vitu zote lazima uende ucheki daktari. Haya, tuendelee na class.